Halo, um, hope nasikika. Karibuni tena, ni Jumatano nyingine. Karibuni kwenye webinar zetu za Somo Stock Brokers, na kipekee leo tutaangalia Tanzanian Sovereign Yield Curve na tutaangalia pia implication yake kwenye masoko ya mitaji na dhamana, na kipekee tupo na mtaalamu wetu Mr. Dennis Chila. Dennis Chila, are you around? Yes, Jacqueline, thank you. Nipo. Na okay. Sasa nini mteja wetu au ndugu mwekezaji alijoini leo I expect nini? Tumeongelea kwamba BOT wameweza kudevelop yield curve. Je, sasa hivi imeanza matumizi rasmi? Lini itaanza matumizi rasmi? Na jinsi gani inakuwa developed? Jinsi gani mteja anayewekeza kwenye masoko ya bond sasa aweze kutumia hiyo pricer katika kufanya decision zake za uwekezaji, at what time, at which price to buy. Lakini generally tutatamani pia kusikia Mr. Dennis overall tu nzima ya concept ya bond market in Tanzania, issue za kubidi zikoje, opportunities zipi zipo, kwamba ukinunua bondi, wengine wanajua ukinunua bondi unabidi uishikilie to maturity. Kwa hiyo tunatazamia kusikia yote. Karibu sana Mr. Dennis. Asante sana. No, okay. Yeah, I hope I'm audible. Yes, you're very audible. I can just hear a little bit of echo. Okay, let me sort some challenge with the gadgets up. Just 1 minute. I think it's okay now. Yes, na just for a short introduction, Mr. Dennis Chila ni financial analyst kutoka Bank of Tanzania. So yeye ndo atakuwa the featured speaker au presenter wa kutuelezea yote haya, but mimi kama Defungio nitasimama kwenye upande wa moderator, lakini pia kama nitakuwa na swali lolote mimi pia nitasimama kama msikilizaji. Kwa hiyo tukiona hatuelewi utatuia radhi kurudi nyuma kidogo na kutufanya uweze kuelewa, maana tunahitaji tutoke hapa na first of all knowledge, lakini pia namna gani tunaweza tukaitumia katika kuendelea kubuild hizi bond portfolios, au kama ni mteja ambaye yuko kwenye equities bado ana hesitate, hajui umuhimu wa kuwa na bond kwenye portfolio yake. I think huu ndo wakati mzuri wa kuweza kutengeneza hiyo general awareness. Thank you. Back to you, Mr. Dennis. Yeah, sure Jacqueline. Tutapitia kama ulivyosema mchakato mzima wa kuwekeza kwenye dhamana za serikali, kuangalia jinsi gani yield curve ni kifaa muhimu pia kwa wawekezaji kukitumia katika kuwekeza katika masoko haya, na kwa benefit ya watu ambao hawana ujuzi zaidi au hawana ufahamu zaidi kwenye masoko ya dhamana za serikali, tutatoa briefly tu introductory kama session ya kuelezea dhamana za serikali ni nini na jinsi ya kuwekeza, na masoko ya awali na soko la upili jinsi yanavyo function, kabla tujaelekea kwenye kuelezea actually what the yield curve is na jinsi itakavyoweza kuleta tija kwenye soko la dhamana za serikali. Yeah, kwa hiyo if you're ready, we can start. Jacqueline? Yeah, we are ready. You can start. Okay, najaribu ku display presentation.
I see host has disabled attendee screen sharing. Tunaenda vipi hapa Jacqueline? Okay, let me allow you. All right. I think it's visible. Yes, it's visible. It's Yes, visible it's in visible. presentation mode. Yes. All right. Kwa hiyo kwa kwanza tupo hapa kwa ajili ya kuelewa Tanzania Sovereign Yield Curve, na ilikuwa launch tarehe 7 mwezi wa 8 2026, ambapo tulialika brokers, mabenki na wadau wengine muhimu kwenye soko. Lakini kwa siku ya leo tutaipitia na kuichambua zaidi na kuona ni jinsi gani mwekezaji wa kawaida anaweza akaitumia hii yield curve, lakini pia pamoja na yield curve kwenye website ya Benki Kuu. Yield curve hii imeambatana na government security pricer ambayo mwekezaji anaweza pia akaitumia katika kufanya tathmini ya uwekezaji, aidha anataka kununua au kuuza dhamana za serikali. Hivyo kwa kiwango tutakachoweza kwa muda tulionao kuweza kupitia hivi viwili na kutoa uelewa zaidi wa soko. Kwa ufupi tutapitia nini government security, ni kitu gani na jinsi ya kuwekeza humu. Pili tutapitia maana ya yield. Tutaangalia pia jinsi mwenendo wa bei na yields zinavyokwenda. Tutaangalia yield curve na miundo mbalimbali au shapes ambazo yield curves huchukua katika chumi mbalimbali. Tutaangalia hiyo government security pricer, na mwishoni tutaangalia ni nini sasa yield curve pamoja na hiyo pricer inamaanisha kwa soko. Kwa ufupi, government securities au dhamana za serikali ni pale ambapo serikali inakopa kupitia Benki Kuu kama agent wa serikali kwa ajili ya kuendesha miradi mbalimbali ya serikali na bajeti ya serikali kwa ujumla. Sasa huwa kuna dhamana za muda mfupi na za muda mrefu. Dhamana za muda mfupi zinatambulika kama treasury bills, na tunazo za siku 35, siku 91, siku 182 ambapo hiyo ni nusu mwaka, na siku 364 ambayo ni mwaka mmoja. Kwa upande wa treasury bonds, hizi ndizo dhamana za muda mrefu, na kwa soko letu tunaanzia miaka miwili, tuna miaka mitano, miaka 7 ilikuwepo, lakini sasa hivi ni kama imekuwa faded out, haijakuwa issue kwa muda mrefu sasa. Kuna miaka 10, miaka 15, 20 na 25. Hizi dhamana mwekezaji anapowekeza analipwa riba kila miezi 6 kwa dhamana za muda mrefu, lakini kwa dhamana za muda mfupi hizi hazitoi riba. Hizi zinaitwa coupon rate kwa Kiingereza. Kuwekeza kwenye dhamana za serikali nchi mbalimbali na hata hapa Tanzania inatambulika kwamba ndo moja ya uwekezaji salama, kwa sababu ukizingatia mpaka serikali ishindwe kulipa madeni, basi uwekezaji wowote nchini pia huenda wameshapata changamoto pia. Kwa hiyo kwa nchi yoyote the risk free investment hutambulika kama government securities. Tutaanza kuangalia masoko ya dhamana hizi za serikali. Kwanza kuna soko la awali ambapo hapa ndipo Benki Kuu kwa niaba ya serikali hufanya minada, huendesha minada kila wiki, siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi, wale wawekezaji kuweza kulipia wale waliofanikiwa kupata. Kwa hiyo mauzo yanayofanyika kwenye soko la awali au primary market hufanyika kwa njia ya minada, na tutaona mbele jinsi gani minada inavyofanyika. Lakini pia cha muhimu cha kuweza kutambua, kuna bidi za aina mbili. Kuna wale ambao wanaingia kwa njia ya ushindani, manake ataweka bei
na bei huwa zinawekwa kwa kila shilingi 100 ya uwekezaji wako unaotaka kuupata. Hivyo ni kama 1%. Kwa hiyo kwa kiwango chochote unachotaka kuwekeza unaweza ukashiriki kwenye mnada huo kwa kuwasilisha zabuni yako, yani bid, kwa broker na kuweka ile bei ambayo wewe unataka kushiriki nayo katika mnada, ambayo itamaanisha labda ukitaka kupata dhamana ya milioni 1 upo tayari kulipia 1% ngapi ya hiyo milioni 1. Kwa hiyo kwenye mnada husika utashindanishwa na mwisho wa siku washindi wale watakaopatikana patikana ili kutimiza ile lengo la serikali kwenye mnada huo ndio watakaotakiwa kulipa ndani ya siku moja. Kwa hiyo ukishiriki katika soko la awali, zile pesa huenda moja kwa moja kwa serikali kuweza kugharamia miradi ya maendeleo pamoja na expenditure budget ya serikali. Lakini pia tuna soko la upili, hili linaitwa secondary market. Hapa ndipo wawekezaji sasa huweza kubadilishana umiliki wa dhamana hizi. Kwa hiyo kwenye secondary market dhamana ambazo zinakuwa traded kwenye soko hili ni zile dhamana ambazo tayari zimeshakuwa issued kwenye primary market, yani zile ambazo zimekwisha kutolewa kwenye soko la awali. Kwa hiyo unaweza kununua au kuuza kupitia DC, ambapo uta deal na broker wako au broker yoyote, na utakapopata mteja, atakapokuunganisha na mteja, unaweza kufanya uhamisho huo. Pia kuna jinsi na taratibu zimewekwa jinsi ya kufanya private transfers, ambayo ina include labda unahamisha kwenda kwa ndugu yako, kwa mke wako na kadhalika. Pia zawadi au inheritance, hizi huwa ni gharama ya chini na haziwi traded kama muamala ambao sio wa kuhamisha kwa mtu mnayefahamiana au uhamisho ule wa kindugu. Pia unaweza ukapledge bond kuweza kuwa kama kwa dhamana katika mkopo kutoka kwa benki yoyote ya kifedha. Lakini cha muhimu cha kuchambua hapa, pesa ambayo itazunguka kwenye soko la upili haiendi moja kwa moja kwa serikali. Hapa ni kwa ajili ya kuwezesha kubadilishana mikono au kubadilishana umiliki kati ya wale ambao tayari wameshawekeza kwenye dhamana za serikali. Na umuhimu sasa wa soko la upili ni kuhakikisha kwamba muda wowote ambapo mwekezaji anashikilia ile dhamana, akihitaji pesa yake anaweza kaipata bila kuathiri thamani ya uwekezaji wake. Kwa hiyo ndo tunaita liquid market. Unaweza kuachieve liquid market at any time, you can sell your bond without affecting the amount that you can recover from what you invested. Mr. Dennis. Yes, Jacqueline. Katika hii slide nimefurahi kitu kimoja. Kuna ile unakuta unawachukua wateja unawapeka kwenye mnada, alafu unapata ugumu kuja kumwambia mteja kwamba tumekosa, kwamba sasa umeainisha kwamba kumbe kuna 2 ways za kubid kwenye bond market. Inaweza ikawa ni competitive na non-competitive. Na umesema huko mbeleni utatuelezea namna gani na seti zile cutting, minimum successful prices. Hiki ni kwa investors kutambua kwamba kuna njia mbili. Mimi najaribu kuweka hapo msisitizo ili uweze kuondoa zile sintofahamu za wateja, kwamba kuna njia mbili za, kama alivyosema Mr. Dennis, za kuweza kuingia kwenye auction ya government bonds. Maana pia kuna different types of bonds, kwa hapa specifically tunaongelea government bonds. Na pale ambako mteja unakuwa umeweka order, kuna possibility ya kupata au kukosa kulingana na demand. Naomba nikuachie mtaalamu Mike uendelee kutupa madini. Asante sana Jackie, naona unatumia fursa kujielezea kwa wateja pia. Asante sana. So tutaenda sasa kwenye modality ya minada, just briefly kuonesha jinsi gani minada hii huwa inaendeshwa. Na minada hii huwa inatangazwa na Benki Kuu, ambapo tutatangaza zile terms mbalimbali
kupitia website yetu, lakini magazeti mbalimbali ambayo tunayotumia pia. Na mwekezaji ana uwezo wa sasa wa kuwasilisha zabuni au bids kupitia licensed dealers au tunaita brokers, na inatakiwa iwe kabla ya saa 5 kila Jumatano. Kwa Jumatano ambazo zina minada, unatakiwa umehakikisha bid yako imewasilishwa before siku hiyo, na to be safe ni bora kuwasilisha mapema, hata ikiwezekana tangazo likitoka Alhamis ukiwasilisha Ijumaa, Jumatatu, Jumanne, it's perfect. Lakini kuna changamoto kwamba wawekezaji huwa wanawasilisha bids hata saa 5 right before saa 5, labda saa 4 asubuhi. Huwa inawapa brokers changamoto kwenye process bids hizo. Kwenye upande wa competitive bidders, atawasilisha ile bei anayotaka kushindania kwenye mnada huo. Kwa upande wa non-competitive, ataandika tu amount na ataindicate kwamba hii ni weighted average price. Sasa kwenye mnada huo husika, kulingana na kiasi kinachohitajika, zile competitive bids zitakuwa ranked from highest to lowest, yani yule anayelipia zaidi mpaka anayelipia kiasi cha chini, na mwisho siku kitakubaliwa kile kiasi ambacho kinahitajika, au tuseme zile zabuni zitakubaliwa mpaka zabuni ambayo itakayofikiwa kuwezesha serikali kutimiza kile kiasi ambacho kinahitajika kwenye mnada huo husika. Baada ya hapo weighted average price itakuwa computed, na hiyo weighted average price itakuwa applied kwa wale non-competitive bids. Na kama alivyogusia hapo Jacqueline, ni kwamba kwa upande wa non-competitive bids, sasa tunaona kwamba wale hawataki kushindana kwa kuweka bei, na tumewapa hiyo fursa kwa wawekezaji ambao ni individuals na makampuni, lakini ukiacha mabenki, pension funds na insurance companies hawaruhusiwi kushiriki katika share na competitive. Lakini pamoja na hilo, unaweza kukuta labda kwa mfano benki kuu imeofa bilioni 100 kwenye upande wa non-competitive, lakini tuseme walioleta tenders kwenye mnada huo ikafikia bilioni 200. Sasa ikifikia bilioni 200 haimaanishi kwamba wote watachukuliwa necessarily. Kama kwa mnada huo husika haitawezekana kuwachukua wote kulingana na mahitaji ya serikali, basi itafanyika kitu inaitwa proration, yani kugawa kwa sawia ya kile kiasi ambacho mtu alichowasilisha. Kwa mfano kama mtu aliwasilisha milioni 200 kama bid kwenye mnada huo husika, na tumeona jumla ya non-competitive bids ilikuwa bilioni 200 kati ya 100 ambayo inahitajika, manake huyu aliyowasilisha milioni 200 atapewa milioni 100 tu, yani kwamba kila mmoja aliyowasilisha shilingi 2 kwenye mnada huo atagawiwa shilingi 1 kutokana na ratio ambayo tenda zimewasilishwa na kile kiasi kinachohitajika kwenye mnada husika. Sasa tutaangalia illustration moja tu kupata idea na feel jinsi gani minada hii ya serikali ya dhamana za serikali inavyoendeshwa. Kwa tutaangalia kwa mfano, let's assume ni bond ya miaka 10 yenye coupon rate ya 12%, ambapo inamaanisha kila semi-annual period itakuwa na coupon ya 6%. First value itakuwa kwa kila shilingi 100 kama terms zetu zinavyokuwa. Amount offered, just an assumption, tuseme ni milioni 500, na competitive offered amount ni milioni 400 na non-competitive milioni 100. Sasa tuone jinsi gani nalo tutakavyoendeshwa. Tutawasilisha bid, zitawasilishwa zote. Tuseme kwa mfano tumepokea bid 10 kwenye mnada huu, na hizi bids zitakuwa ranked in terms of the highest price to the lowest price. Kwa nini inakuwa ranked from the highest price to the lowest price? Kama mnada wote ule unaofanywa, tuseme labda kama ni gari linauzwa au nyumba inauzwa, bid zote zitakazowasilishwa itapata kipaumbele ni yule ambaye ameweka bei ya juu. Kwa hiyo hamna tofauti katika minada hii ya dhamana, yule ambaye ameweka bei ya juu ndio atakayepewa kipaumbele. Na ili sasa uweze kuwasilisha bei sahihi, haimaanishi tu lazima uwasilishe bei ya juu. Unaweza ukawasilisha bei ya juu lakini ukapata kitu kinaitwa winners class kama haufahamu jinsi soko lilivyo kwa wakati huo husika.
Kwa mfano kwenye mfano huu tutaona kulikuwa na bid 10. Wa kwanza kabisa akiwasilisha bei ya juu kabisa ya 101.5, lakini wa mwisho kabisa alikuwa na 92.5. Lakini kiasi kinachohitajika tukumbuke ni milioni 400. Sasa kwa upande wa competitive, wale ndio watakaoshindania ile milioni 400 ambayo ipo kwenye upande wa tranche ya non competitive. Sasa tukiangalia kwa bid namba 1 atashinda kwa bei ya 101.5, na bid namba 5 pia atashinda, although atashinda partially kwa 98.5. Kwa hiyo although kwenye mfano huu hakuna ile winners curse kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu bids haziachana mbali, lakini ukiangalia kwenye minada ambayo huwa tuna publish kwenye yale matokeo kwenye website yetu, utaona sometimes wa juu kabisa labda yuko 120 au 119, na ile the minimum accepted anaweza kawa hata kwenye 99. Kwa hiyo ile deviation inapokuwa kubwa inaonyesha pia ni jinsi gani pricing kwenye soko ni changamoto. Sasa kwenye mfano huu ili kuachieve ile milioni 400 tunaangalia the face value ambayo imekuwa quoted. Tutaona bid amount ni 120 kwa bid wa kwanza, wa pili 80, 60, 90, 70. Kwa hiyo tunaona kabisa the first 5 bids kwenye mfano huu zinatosha kabisa kuachieve ile amount ambayo inahitajika hususan kwenye competitive window. Kwa hiyo first 5 bids tunapata milioni 420. Sasa kitakachofanyika, hao wajuu wote ambao cumulative yao ni 350 watakuwa accepted. Bid number 5 atabidi apate partial acceptance. Kwa hiyo tuta accept 50 million just because that's the amount needed to achieve the 400 million ambayo ilikuwa offered kwenye competitive window kwa mnada huu. Sasa baada ya hapo we can then compute the weighted average price. The weighted average price hapa itakuwa ni kuangalia sasa ni kiasi gani kinapatikana kwa wote ambao wamekubaliwa kulingana na prices walizoziweka, ambayo ndio hii column hapa inaonyesha. And in total tutaona kiasi ambacho kitapatikana ni 400.98. Na sasa computation ya weighted average price itakuwa a weighted average kama tunavyoona hapo juu by the bid amount ambazo zimewasilishwa na wale successful bidders. Kwa ukiangalia that summation ya zile accepted bids in terms of the cost value ina sum to up to 400.98, sorry. Lakini the face value ni 400. Kwa hiyo tunaona the price, the weighted average price inakuwa 100.2438. Kwa hiyo sasa for the remaining tranche ya milioni 100, wale wote ambao wamewasilisha bids zao kwa non competitive watakuwa accepted only if the total of the amount doesn't exceed 100 million. And if that happens, pia kilichofanyika kwa bidda namba 5 kitafanyika pia kwa bidders wengine wa non competitive, ambapo itafanyika proration kulingana na kiasi ambacho kinahitajika na kiasi ambacho kimepatikana. Ratio itapatikana na watakuwa allocated kama itakavyotakiwa. Just briefly, that's a summary of how things happen in the primary market. Jacqueline, over to you kama kuna any question hapo au kama unafikiri imeeleweka vizuri tuweze kuendelea. Asante Mr. Dennis. Mimi naona hapo imeeleweka vizuri. Tunaweza tukaendelea, kama nikiwa na maswali basi nita pop out. Thank you. Kwa hiyo tutaenda sasa kwenye upande wa secondary market, na kama nilivyo point out mwanzoni, hapa sasa ni baada ya issuance ya securities hizi kwenye primary market. Na pale ambapo umenunua bond kwenye primary market, sio lazima uishikilie mpaka itakapoiva au up to its maturity. Unaweza ukaitrade, unaweza ukaitransfer kama ni private transfer,
you can pledge as a collateral kwa ajili ya mkopo, kwa ajili ya kuendeleza shughuli zako pia za kiuchumi. Well, as I said, the first thing you can do, buy and sell in the secondary market. Mtu ambaye ana bond anaishikilia, sio lazima ishikilie mpaka mwisho au up to its maturity, anaweza akamuuzia mwingine ambaye anahitaji, lakini ya kupata fursa ya kununua kwenye primary market. Pili, you can do a private transfer. I also touched on that already. You can pledge as a collateral. Mabenki pia wanaitumia kufanya repurchase agreements. Lakini pia secondary market sasa ndo kama the reference point pale ambapo kunakuwa na miamala inapofanyika mara kwa mara. Hapo ndipo unapotegemea kupata price discovery. Kwa hiyo kama sokoni huwezi kutambua bei ya kitu chochote kwenye just wholesale market ambapo ni primary market, lakini bei haswa hutambulika kwenye retail market ambapo the exchange of hands huwa inatokea kwa much more frequency. Kwa hiyo price discovery na yields za bonds na government securities kwa ujumla hutambulika pia kupitia the secondary market. So tutakuja sasa kuangalia, tumeshaona the introductory part, what is the government security na masoko ambapo unaweza ka buy au sell government securities. Sasa tuje kujikita kwenye what is yield. Yield kwa ufupi ni ile real return unayoipata unapo nunua government security. Kwa hiyo the real return yenyewe inakuwa measured in terms of percentage. There are two methods in calculating it. Unaweza calculate kwa just a simple calculation na kuangalia coupon yield, lakini pia unaweza compute the actual present value kwa discount the cash flows and different points up to maturity ya government security husika. Kwa ufupi, let's say unaongeza $1,000,000. Hiyo $1,000,000 kwa mfano huo uliopita 12%, maana kwa mwaka utapata $120,000. So if your cost in attaining that investment was actually 1 million, your actual return is 12%, sorry. Sasa kuna issue ya face value na cost value kama tulivyoona pale. Kwenye bid itawasilishwa in terms of the face value, lakini tutawasilisha pia the price you are willing to pay for you to win in a certain auction au kuweza kununua pia in the secondary market. Sasa ile cost value unayo fanikiwa kupurchase government securities ita determine the actual return utakayoipata kwenye government securities. Tukumbuke Labda Mr. Dennis. Yes. Kwamba kwa maana nyingine kumbe bond yield ni faida au mapato ya bond, kwamba mimi nanunua bond najua kwamba nitapata coupon, yale ni malipo, ni periodic payments, lakini ile actual faida ndo concept ya yield. Kumbe navyokuwa naenda kufanya uwekezaji wa bond, kitu kikubwa ambacho mimi inabidi nikiangalie ni yield, na ndo wewe ambacho unatupa darasa leo. Tupo on the same page, right? Yes, kabisa. Yeah. No, okay. Yeah, asante sana. So kama alivyogusia pia Jacqueline hapo ni kwamba utapata periodic payments depending on the terms of your bond. Kwa mfano tuliotoa kwenye presentation hii tunaona kwa mfano mtu anayewekeza $1,000,000 kila mwaka atapata 120, lakini tukumbuke ile value, ile cost ambayo aliinkaa kwenye the primary market au hata secondary market. Kama amenunua kwenye soko la upili bei gani, kama amenunua kwa bei ya 102 kwa mfano, that's the cost kuweza kuingia kwenye uwekezaji huo. Sasa kama umelipia zaidi, maana yake your real return itakuwa lower, haitakuwa 12%. You'll see that in the next slides. Yeah, naona Bwana Henry ananyosha mkono. Tukimaliza presentation tutakuwa na muda wa question and answers. Ninaomba Mr. Henry utuzie swali kidogo au uweze kuliandika ili usilisahau. Asante. Unaweza ukaendelea Mr. Dennis.
Asante. Kwa hiyo kwa kuelezea hayo sasa, tunaona kwamba securities prices na zile yields ambazo ndo faida halisi unayoipata kwenye mwekezaji wako always move in different directions, opposite directions. Pale ambapo utalipia zaidi, manake ile price unayowasilisha either in the primary market au in the secondary market inapokuwa juu, manake juu zaidi ya 100, manake your yield itakuwa below the coupon rate, na the inverse also is true. Kama tulivyosema, hizi securities zina a fixed interest rate au ile coupon rate ambayo inalipwa. Kwa hiyo unapolipia a higher price for that same fixed payment, manake unapata ile faida halisi inakuwa a smaller percentage compared to the coupon rate ambayo inalipwa. Tutatoa mfano kama tulivyokwisha kuelezea on that 12%. Let's say mtu amewekeza milioni 1, coupon itakuwa ni $20,000. Pale ambapo utalipia less, tuseme unataka uwekezaji wa milioni 1 lakini umeweka bei ya 90, maanake utalipia $900,000. It means umenunua at a discount, maanake you are paying less for that face value. So kwa kesi hii ukiangalia ile coupon utakayoipata kila mwaka kigawanya kwa the cost value ambayo umelipia ili kuingia kwenye uwekezaji huo, itakuwa 13.3% your actual return au the actual real return ya uwekezaji wako, na hii inakuwa above the 12% coupon. Lakini pale ambapo unalipia zaidi, sasa tuseme umeweka bei ya 101, ambapo inamaanisha 110, maanake inamaanisha unalipia 1.1 million to achieve a face value of 1 million. Nini kinatokea? Maanake coupon rate itakupa $120,000 kwa mwaka, lakini ile the cost value ambayo umetumia kuwekeza kwenye mnada huu au kununua kwenye secondary market ni 1.1 million. Hivyo your actual return, real return ni 10.9%, kwa itakuwa below the coupon rate. Hapa nimetumia simplified version ya just computing the coupon yields ili kuonesha hiyo concept na kuweza kuielewa vizuri. Lakini ile yield ambayo inatumika kwenye mnada ni ile weighted average yield to maturity. Manake una compute single cash flow na discount to its present value, na mwisho siku utapata the actual weighted average yield to maturity. That's a bit technical, na if you're interested you can go further, look at the website, jinsi gani zinakuwa displayed, and also learn on how to compute the yield to maturity, but it's not necessary kama you don't want to be very technical. Sasa tuangalie share prices, jinsi gani zinatoa mwelekeo wa bei kwenye upande wa shares, na ni jinsi gani sasa yield curve inatumika kwenye upande wa government securities. Kwa upande wa DC, ukitaka kupata mwelekeo wa shares, DC wana publish daily closing prices for each share ambayo ipo listed in the stock exchange. Hii inakupa uwezo wewe kuweza kufuatilia kampuni, kufuatilia taarifa zake, na kuweza kutambua au kuwa na taarifa sahihi kuweza kuamua ni bei gani uweze kuuza au kununua share katika soko la upili. Sasa changamoto ambayo ilikuwepo ni kwamba tathmini kama hii unaifanya vipi kwenye upande wa government securities? Ukitaka kujua labda nashikilia bond yenye miaka 2, naweza nikaiuza vipi au nikainunua vipi kwenye soko la upili? Maana kulikuwa na reference point mtu anaweza kafanya akaitumia kuweza kupata taarifa sahihi ya bei ya thamana hiyo husika. Sasa kwa upande wa government securities, ni kitu gani kinawezesha mwekezaji kuweza kutambua bei sahihi ya kuingia nayo, both in the primary market and the secondary market, kwenye masoko ya awali na soko la pili? Hiyo ndo yield curve ambayo itakupa wewe mwelekeo wa bei na kuweza kufahamu ni bei ipi itakuwa sahihi wewe kununua au kuuza thamana hizo kwenye masoko haya. Sasa cha muhimu cha kunote, kila bond ina
inaweza ikawa ina muda tofauti tofauti mpaka kuiva kwake. Kwa hiyo hatuwezi ku publish just bei moja kwa bondi zote, hapana. Inabidi tuoneshe kila maturity hizi bond zitakuwa kwa bei gani. Lakini sasa pia je, utatumia bei gani? Huwezi ukasema tu labda bondi ya miaka miwili itauzwa na kununuliwa kwa bei ya 110 kwa sababu hiyo ndio bei labda ambayo imefanyika kwenye imetumika kwenye miamala ya soko la upili. Tukumbuke pia hizi bond tuseme labda ni miaka miwili, zinaweza zikawa mbili, zinaweza zisiuzwe na kununuliwa kwa bei ya 110 kwa siku husika, kwa sababu nazo zina utofauti wake. Tutaona kwamba bond inaweza ikawa na miaka miwili, bondi mbili zinazoshikiliwa na watu tofauti, zinaweza ikawa zote za miaka miwili mpaka kuiva kwake, lakini hizo bond zina coupon rate ya asilimia ngapi? Zinaweza zikawa tofauti. Hizo bond zinalipa coupon lini? Maanake kama zinalipa coupon tarehe tofauti tofauti, maanake kuna issue ya accrued interest pia, ile riba limbikizi. Sasa riba limbikizi ni nini? Riba limbikizi ni pale ambapo unanunua bond katikati ya kipindi ambapo riba imeshalipwa. Labda riba ya mwaka inalipwa Januari, wewe unataka kuinunua labda kwenye soko la upili mwezi wa 3. Sasa kama unanunua mwezi wa 3, manake wewe baada ya miezi minne utapokea riba na wenzako ambao tayari wamefanya uwekezaji huo, lakini wewe uliingia katikati, manake lazima ulipie ile riba limbikizi kwa yule ambaye alikuwa ameshaishikilia kwa miezi miwili mpaka hapo tarehe 1 ya mwezi wa 3 toka riba ya mwisho ilipolipwa, lazima ulipia. Kwa mfano huu tunaotumia 6% kwa miezi 6, manake kila mwezi ni 1%. Kwa hiyo wewe kama riba ililipwa mara ya mwisho Januari na unataka kuinunua tarehe 1 mwezi wa 3, manake kuna miezi miwili wewe haustahili riba hapo. Ile 2% ndio accrued interest, na hiyo itaongezwa kwenye bei yako. Sasa bondi hizi mbili zinaweza zikawa na riba coupon pay dates tofauti, zile vipindi vya kulipa riba zipo tofauti. Kwa hiyo hata accrued interest yake itakuwa tofauti, hivyo bei zitakuwa tofauti. Ndio maana hatutumii bei kwa zile asilimia kama reference ya wewe kufahamu trade vipi, lakini tunatumia ile faida halisi, na hizo faida halisi mara nyingi utakuta zinafanana, pamoja na kwamba bondi hizi zina tofauti kama nilivyoelezea hapo. Kwa hiyo kwa ufupi ndo ni summarize hapo kwamba ni kwa nini hatu compare prices tu, tuna compare yields. Ni kutokana na zile terms mbalimbali za bond hizo, na ina include pia coupon rates na pay dates za hizo coupons, lakini pia kuna factors zingine. Inawezekana nyingine ilikuwa ina kodi, nyingine haina. Hiyo itasababisha pia kuwa na pricing tofauti, na ndio maana hatu compare the prices kwa zile kama ni 100, 102, tuna compare zile actual yields ambazo zipo attached na tenya mbalimbali za bonds. Asante sana, naona umenijibu na mimi swali langu nilikuwa nataka kuuliza hapo hapo. Swali langu yaani nilikuwa nataka kusema kwa nini bondi za serikali mbili ambazo zinaenda kumachua katika tarehe moja zitatofautiana bei, lakini swali limejibika vizuri. Natumaini pia hata ndugu wawekezaji wameweza kusikia hizi factor tofauti kwamba bei inaweza ikaathiriwa kama ulivyosema hapo Mr. Dennis, issue ya coupon, issue ya demand etc. Kwa hiyo ili swali na mimi pia kama sehemu ya msikilizaji wa hii webinar nimeshapata majibu yake. Back to you Mr. Dennis. Asante sana Jacqueline, nimefurahi kusikia kwamba hiyo imetoka very clearly na tumepata uelewa mmoja hapa. Sasa yield curve ndo tulichokuwa tunakidiscuss hapa nyuma, kwamba kama DSE anavyotoa bei kwa share prices, kwa share mbalimbali, tunahitaji pia kuwa na reference point kwa upande wa government securities, na hii itatoka kwa kila maturity ambayo ipo, lakini itatoka kwa ile faida rejea ambayo inatokana na miamala halisi iliyofanyika kwenye soko la upili, natafutiwa wastani, very technical calculation inafanyika, na ni model ambayo inachakata hizi data,
na mwisho wa siku kutoa taarifa sahihi ya mwenendo wa bei kulingana na muda hadi kuiva kwa dhamana hiyo. Hivyo mwekezaji anaweza kaona faida rejea, ile yield kwa kila tenure au years to maturity kwa bond husika, na hii tunaitoa kwa miaka 25. Ndo miaka 25 ndo bondi ya muda mrefu sana tulionayo, lakini tunaitoa kwa interval ya miezi 6 yani kuanzia miezi 6 kutoka mwaka mmoja na miezi 6 na kadhalika mpaka miaka 25, tutakuwa tunatoa mwelekeo huo wa bei. Upande huu wa kushoto tukiangalia hii graph, tukiangalia upande wa kushoto utaonesha zile short term treasury bills. Kwa hiyo mpaka maeneo ya hapa hivi ni 0.5 na 1 year zitakuwa zinaonekana. Lakini huu upande wa kulia ni zile long term sasa ambazo ni treasury bonds, na kiwetu hapa naamini tunazitazamia na kutaka kuelewa jinsi ya kuitumia yield curve katika kufanya tathmini ya uwekezaji. Yield curve huwa inachukua shape mbalimbali kulingana na mwenendo wa uchumi. Tumeona yield curve zikiwa na inaonekana. Yes, labda nikurudishe kidogo, umetuacha kidogo hapo, bado sijaelewa hii curve inaundwa na vitu, yani kwa sababu tumetoka kwenye kujua maana ya yield ni faida ya mapato ya bond, lakini kuja kuunganisha curve, hiyo concept kidogo mimi umeniacha. Okay. Asante sana. So kwenye discussion tulikuwa tunaifanya kabla ya slide hii, tumeelezea ni jinsi gani ile miamala ya soko la upili ilivyo muhimu katika kutambua bei ya kuuza au kununua dhamana za serikali, na tumeangalia ni jinsi gani tunaweza tukaipima tukapata kipimio sahihi cha kuangalia ili kutambua na kufikia kwenye bei unayotaka kununulia au kuuzia dhamana yako ya serikali. Sasa yield curve yenyewe itaundwa kwa kuangalia ile miamala ya soko la upili, wale waliouza na kununua bond katika ambazo zina vipindi mbalimbali mpaka kuiva kwake, wameziuza kwa faida halisi ya kiasi gani, ambayo hiyo ndio yield. Sasa hizo tuseme labda kwa siku au kwa wiki unaweza kukuta kuna miamala labda 300, miamala 500. Kwa hiyo miamala kila siku itakuwa inachakatwa na modo ambayo tumeitengeneza kwa ajili ya kupata ule wastani sahihi wa miamala ambayo imefanyika kwa siku husika. Kwa tuseme upande wa DSE wana publish zile trades ambazo zinafanyika kila siku kwenye upande wa government securities. Zile trades ndo zinakuwa input kwenye modo hiyo, na modo hiyo itaangalia ule wastani wa bei katika kila kipindi mpaka kuiva kwa bondi hizi, na baada ya hapo tutatoa huu mchoro ambao ndio yield curve kuonesha faida rejea inayotakiwa au iliyo kwa wastani iliyotumika katika miamala halisi ambayo imefanyika kwenye soko la upili. Kwa mfano hapa tunavyoona kwa yield curve ilionyesha hapa, tutaona kwa miaka 3 ukiishika, ukienda kwenye website, utafanya hivyo mwishoni, ukienda kwenye website ukiweka mouse yako kwenye huu mstari, itakuwa inakuonesha miaka mpaka kuiva kwa bondi hiyo na ile riba ambayo imetumika katika miamala ya soko la upili. Tuseme sio riba, namaanisha ile faida halisi, yani yield iliyotumika kwenye miamala ya soko la upili katika tenure hiyo husika ni kiasi gani. Kwa hiyo tunaona kwa mfano kwa miaka 3 ile riba halisi ambayo imetumika kwenye miamala ni 8.9. Inaweza ikaitwa riba halisi, faida halisi, faida rejea, faida halisi ya miamala, whatever you can call it, lakini hiyo ndio yield kwa Kiswahili, na jaribu kutumia tu ili tuweze kuielewa pamoja. Sijui kama Jacqueline nimekujibu vizuri zaidi hapo. Yes, tuko pamoja, naweza kaendelea. Asante sana.
Kwa hiyo kama nilivyokuwa nasema, sasa tutaona huu mchoro au kielelezo hichi kinaweza kikachukua shape mbalimbali. Sometime inaweza ikawa inapanda kadri muda wa ahadi kuiva kinavyozidi kuongezeka. Muda mwingine unaweza kuona kama inakaa zile yields zinakuwa sawa katika vipindi mbalimbali za uwekezaji. Sometime unaweza ukaona zile yield ambazo zinapatikana kwenye miamala ya dhamana za muda mfupi zinakuwa juu kuliko za muda mrefu. Hii inakuwa ni inverted yield curve, yani riba zile yield zinashuka kadri muda wa uwekezaji unavyozidi kuongezeka. Sasa kuna sababu mbalimbali. Inapokuwa kawaida, tunatarajia kwamba nchi inatarajiwa kuendelea kukua na inflation na kadhalika, hivyo inabidi wawekezaji warejeshewe pesa zaidi kurejeshewa ule ukuaji pamoja na ongezeko la bei ambayo inatokea kwenye uchumi. Lakini inapokuwa flat sometime au hata inverted, sometime inaonyesha labda kuna kipindi cha mpito, labda kama tunavyoona Marekani na Iran political tension ambazo zinaendelea. Tumeona yield curve ya Marekani ikichukua different shapes kwenye kipindi hichi. Sometime tumeona yield curve ikiwa inverted, kwamba gharama ya kukusanya mtaji kwa muda mfupi inakuwa juu kuliko za muda mrefu, kwa sababu saa nyingine unakuta wawekezaji wanakuwa waangalifu kidogo kuwekeza katika sehemu hiyo ambayo kunakuwa na political tension. Kwa hiyo ule uwekezaji wa muda mfupi riba zake zinazikawa juu kuliko za muda mrefu. Lakini pia labda inaweza ikawa ina signal slowdown, yani kwamba nchi imeshafikia kiasi cha ukuaji kiasi kwamba hautarajii ukuaji mkubwa katika uchumi. Unaweza ukaona yield curve ikichukua shape hiyo ya inversion au kuwa flat kwa kipindi fulani. Sasa tumesha elezana kwamba kipimio sahihi cha kutambua wewe uuze au kununua bond kwa bei gani ni yield. Sasa lakini yield yenyewe hautaweza kuiwasilisha kwenye primary na secondary market kwa sasa, lakini mwelekeo wetu ni kwenda huko, yani badala ya kutumia mifumo ambayo inatumia bei za kuweka 100 na ngapi, tunatarajia kushift kutumia moja kwa moja vile viwango vya riba halisi au faida halisi inayopatikana katika miamala, lakini hiyo transition itachukua muda. Mojawapo ya maandalizi ndio kama kuweka hii price hapa, ambapo mwekezaji akishasoma kwenye yield curve akaona kwenye kipindi fulani na tarajia una target yield ya kiasi fulani, akishaamua anachotaka ku target katika muamala huo, anaweza sasa akatumia hii converter kuweka yield na kuweka sasa zile aspects mbalimbali ambazo tumesema. Bondi moja inaweza ikawa na muda sawa wa kuiva, lakini inawezekana ina zile terms tofauti tofauti. Sasa ukiweka yield na zile terms tofauti tofauti kama the coupon rate inawezekana ikawa tofauti, settlement date ni ile tarehe unaolengea kufanya muamala, au kama ni unalenga kushiriki katika mnada, basi ni settlement date ya ule mnada ambao ni T+1. Manake kama mnada unafanyika Jumatano, settlement date ni Alhamisi. Kwa hiyo utaweka hiyo settlement date. Last coupon date kama unanunua kwenye upande wa secondary market bond ambayo tayari ipo sokoni, manake hii bond inawezekana ilishalipa riba huko nyuma, utaandika tarehe ya mwisho kulipa riba, na hii inachofanya ni kutambua ile tarehe ya kulipa coupon na kuweza kuangalia ile riba limbikizi ambayo inaweza ikawepo, na maturity date unaweka ile tarehe ambayo bondi hii husika itaiva. Kwa hiyo kuweka hizo details kwenye hii calculator ita compute na kukuonesha matokeo kama yanavyoonekana hapa kulia, lakini pia tumeweka angalizo kwamba hii sio ofa au kadhalika, sije ikatumika na wawekezaji kutoa ahadi huko na kuja kulalamika kwa upande wa benki kuu. Kwa hiyo kwa mfano hapa tunachoangalia, na haya ni maelezo ambayo nimeshatoa huko juu, ile relationship kati ya price na yield, tutaona kwa mfano tukiinsert coupon rate ya 10.5 na tukalenga kuwa na yield ya 10.3913, manake hapo tunalenga kuwa na yield ambayo ipo chini ya ile coupon rate. Automatically
kwa maelezo ambayo tumeshayafanya hapo juu, inabidi uweze kuelewa kwamba yield inapokuwa chini ya coupon, manake price inakuwa at a premium, manake ni kwa this case inakuwa ni 100.62. Kwa hiyo utakapo calculate utapata matokeo hayo hayo ambayo ulikuwa unatarajia, lakini sasa utakuwa una bei ambayo unaweza ukaitumia wewe kushiriki nayo katika either kufanya kushiriki katika soko la awali au soko la pili. Kwa hiyo itakwambia ile bei ambayo ndo cost value, itakwambia accrued interest ni kiasi gani, na that price ambayo ndo 104.0754 ambayo ni kujumlisha tu hii 100.6233 pamoja na hii 3.4521 unapata hii that cost value ambayo mwisho siku ndo utaitumia kushiriki nayo kwenye either soko la awali au soko la upili katika miamala unayofanya. Sasa ni nini yield curve itaweza kukusaidia? Kama nilivyosema, kushiriki katika minada ya serikali itakupa mwelekeo wa bei, lakini bado haiondoi ule uhitaji wa wewe kushindana, ambapo kushindana pia ndo tunazidi kupata price discovery nzuri, hususan kwenye soko la awali. Lakini pia unaweza ukaitumia kufanya miamala katika soko la upili kama nilivyosema, lakini pia hii inatumika kama reference rate kwa ajili ya mikopo, kwa sababu hii ni gharama mikopo kwa serikali. Hivyo hautarajii taasisi nyingine yoyote au mtu yoyote aweze kukopa chini ya gharama hii, lakini wewe unaweza sasa ukajipima kulingana na wasifu wako au your own characteristics, na kuangalia una deserve kupata coupon rate ya ngapi kabla zaidi ya hii coupon rate, interest rate ya ngapi zaidi hii ambayo serikali anaipata kwenye mikopo yake. Baada ya hapo, kwa kusema hivyo Mr. Dennis ukanikumbusha na ile aspect ya kuborrow against the bond or bond portfolio, kwamba umetufundisha concept ya yield. Kwa hata mteja anapokuwa anaenda kwenye commercial banks anaomba mkopo, anabidi akompare ile interest expense ya kuserve hiyo loan na ile actual yield au return on investment. Hii ni concept nyingine ambayo ndugu wawekezaji tunabidi tuitumie. We don't compare the coupons, we compare the actual yield ambayo ndo faida. Yeah. Back to you Mr. Dennis. Asante sana. Kwa sasa kuwa na yield curve inabadilisha na ni hatua kubwa sana katika maendeleo ya soko la dhamana za serikali. Inachodhihirika hapa ni kwamba tukiangalia wale wawekezaji ambao wana position kubwa sana kwenye dhamana za serikali wanaweza sasa wakazidhaminisha kwenye vitabu vyao kwa bei za soko. Haya ni mabadiliko ambayo yanawezeshwa kwa kuwepo kwa hii yield curve. Pia kwa mwekezaji mdogo, yeye pia anaweza akatumia yield curve kukompea bidhaa mbalimbali ambazo zipo nchini, kuangalia vile viasi vinavyokuwa viasi vya faida halisi kwenye hizi bidhaa mbalimbali. Hapo unafanya uchambuzi na kuwa na taarifa sahihi ya wapi kuwekeza. Lakini pia kwa upande wa kwenye soko la mikopo, hii inakuwa standard rate ambayo inakuwa ni reference rate ya kuangalia kulingana na wasifu wa mkopaji, mkopaji huyo anaweza akastahili riba ya kiasi gani. Lakini pia kwa waelimishaji, hii inatumika sasa kwenye modeling mbalimbali kwa technical issues kama efficient frontier. Sasa haikuwepo Tanzania, mtu anaweza akafanya analysis miradi mbalimbali kwa kutumia ile concept ya efficient frontier na kutambua kama mradi huu ni feasible au sio feasible. Nafikiri that's more technical, lakini ndo matumizi mojawapo ya yield curve inapokuwepo chini. Kwa hiyo baada ya haya, labda ni washukuru kwa kusikiliza, nirudishe kwako Jacqueline, na niwashukuru pia pamoja na timu ya Solomon kwa kuhost hii session ambayo itakuwa na tija kwenye kuendelea kueneza
na kuhamasisha matumizi ya yield curve na kuboresha ule uelewa ambao uko sokoni. Kwa hiyo we really appreciate it na kudos to your team. Thank you Jacqueline. Hapa nirudishe kwa swali na further discussions. Thank you very much Mr. Dennis. Presentation ilikuwa brief. Kwa wale investors ambao kidogo walichelewa kujoin, tumeweza kuangalia general concept ya government bonds, tumeangalia jinsi gani auctions zinakuwa carried, tumeangalia competitive na competitive, tumeangalia how is it carried, kwamba mtu anajuaje ile minimum successful price, cutting point, au inakuwaje unakosa mkopo, bond, kitu kama hicho. Lakini pia tumeona general concept ya yields na how the yield curve is formed, namna ya kutumia bond pricer, na bahati nzuri nimeweza kushare pia link hapa ya the government security pricer ambayo inapatikana BOT. Na just to kuondoa doubt Mr. Dennis, uko unameshi mambo ya efficient frontier na uko unaogopa usikuta unawapeleka watu chaka. Naona audience kidogo imechanganyika, kwa hiyo naamini hata hicho ulichokisema kiko fruitful kwa baadhi ya watu ambao pia wanahusika na technical works. Na karibu sana. Katika discussion au presentation, mimi tayari nilikuwa na maswali. Mr. Alawi, okay, thank you. Tunaingia kwenye session ya Q&A, na kipekee kabla ya kuanza nilikuwa tayari na maswali lakini naona yamekuwa waved away, kama issue ya kujua premium na discount. Sasa mteja sasa hivi anajua kwamba kama nina coupon labda bondi na coupon labda ya 10.5 alafu yield ni 10.39, kwamba tayari tunajua hiyo ni premium. Umeweza kutuonyesha nature ya yield curve, na kwa kuangalia tu hapo kwa tunajua tupo katika normal yield curve Tanzania. Na swali lingine ambalo nilikuwa nalo ambalo umeshalijibu ni kuhusiana na kama tunaweza tukatumia bond kama collateral. Ningependa kusikia kutoka kwako, ni naweza nikaomba mkopo asilimia ngapi ya bond portfolio ambayo ninayo? I think that will be swali ambalo kidogo hujalijibu kutoka kwangu Mr. Dennis, kwamba kama tayari nina bondi thamani kadhaa, je, naweza nikaombea mkopo to what extent, kiasi gani naweza nikapata? Lakini pia swali lingine ilikuwa ni kama interest rates zikipanda inaaffectije bond prices. Unaona ukalijibu kwamba labda utaelezea tena kidogo, lakini kwa nilivyoelewa kwamba po interest ikipanda maanake coupon nazo zitapanda na prices zitakuwa zimeshuka, lakini pia unaweza ukaiweka vizuri hiyo concept. Labda ni alike maswali kutoka kwa audience, kuko kuna mkono wa Mr. Henry Swai, karibu sana. Mr. Dennis, unaweza ukatujibu swali ambalo nimeweza kuliaddress kwako. Naona Mr. Henry simpati hapa. Okay. Asante Jacqueline. Taanza na swali la kwanza ulilouliza. Kwenye upande wa mkopo, hii inatolewa kulingana na taratibu za benki kwanza, lakini pia benki kuu imeweka mwongozo wa jinsi ya kutumia dhamana za serikali kama dhamana kwa ajili ya mkopo wako, na kwa sasa unaweza kupata hadi 80% ya thamani ya dhamana ya serikali. Kwa hiyo tuseme kama una bondi ya milioni 100 unaweza kukopa hadi milioni 80. Lakini miongozo hii huwa inabadilika kutokana na mwenendo wa soko na vipindi mbalimbali. Hivyo taratibu hizi huwa zinakuwa updated kufuatilia tovuti za benki kuu, lakini pia kuangalia na
haimaanishi kwamba ni lazima benki fulani ifikie 80%. Hapa lakini pia utazingatia na taratibu za benki ya kifedha hiyo husika ambayo unataka kukopa. Kwa upande wa riba nchini kupanda, sasa hapa tunazungumzia zaidi ile transmission na monetary policy. Kama tuna notes, tuliona benki kuu ikipandisha ile riba central bank rate kutoka 5.75 na sasa hivi ni 6.25, na hii transmission yake tunatarajia kuona ikitokea kwenye uchumi kwa ujumla, ikiwemo mpaka kwenye government securities, na kama unafuatilia yields kwenye treasury bills na hata dhamana za serikali, zile yields utaona zimeathirika pia kwa au ile ongezeko limetranslate pia ile imetransmit mpaka kwenye zile yields ambazo zipo kwenye dhamana za serikali. Kwa hiyo transmission sasa inapotokea yields zinapopanda, tunaona kwamba wale ambao wanataka sasa kushiriki kwenye kununua dhamana za serikali aidha kwenye soko la awali au soko la upili, yields zinapokuwa juu, na tumesha note kwamba bei zina inverse relationship na hizi yields, yani zile faida halisi, basi tunaona ile bei itapungua. Kwa kama kuna mtu aliyeshikilia bond katika kipindi ambacho riba zinapanda, zile yields pia zitapanda, manake thamani ya uwekezaji itapungua kiasi. Lakini katika kipindi ambacho zile riba zinashuka, ukiona yields zinashuka, wale ambao wanazishikilia wakiuza wanaweza kupata bei kubwa zaidi. Kama nirudishe kwako kama kuchukua na follow up question. Asante. Okay, asante sana. The discussion position was very comprehensive, kwa maswala yanakuwa machache. Lakini tu kwa kusema kitu ambacho tumekikava leo kinakosekana concept tu ya bond layering, kwamba labda mteja una kuanzia labda milioni 200 kwenda juu ya unataka kuinvest at once. Is it good kuwekeza kwenye bond moja, or you can scatter it for kutengeneza ile cash flow kama una essence na objective ya cash flow? Naona kuna mkono wa Mr. Eric, karibu. Hello. Hello. Yes, tunakusikia, karibu. Asante Jacqueline. Nashukuru, presentation ni nzuri na very informative. Mimi nilikuwa na swali moja tu kwa mtaalamu. Tumeona benki kuu katika juzi nayo ilitoa circular nyingine kuhusiana na open up ya markets, capital market kwa foreigners. Sasa je, hiyo kwa sababu kama tunatumia yield curve ambayo kwa sasa hivi hizi ni zinakuwa priced bonds za hapa nchini na inatumika kama benchmark kwenye mikopo na vitu vingine na even investment evaluation na vitu kama hivyo. Je, open up ya foreign investors wanaokuja nchini, manake hiyo shocks za dunia na vitu vingine, je, haviwezi kuathiri kwenye uchumi wetu, kwa maana mikopo na investment na vitu vingine vikawa vinaleta volatilities? Tunataka tu kupata assurance na uelewa kuhusiana na hilo, kama naweza kutusaidia. Asante Jacqueline. Thank you Eric. Back to you Mr. Dennis. Thank you Jacqueline. Taanza na swali lako kuhusiana na bond layering. Of course, ushiriki katika minada hii ya serikali kupitia primary market, pale ambapo you want to layer your bonds na kutengeneza portfolio ambayo itakuwezesha kupata cash flows kwenye kipindi mbalimbali, itabidi ualign na ile calendar inayotolewa quarterly. Kwa hiyo utaweza kununua au kununua dhamana hizi kwenye soko la awali kulingana na calendar ambayo ipo issued na benki kuu kwa niaba ya serikali, lakini pia utambua sasa ule uwezekano kwamba unaweza ukawa unahitaji bond fulani kwa muda fulani ili uweze kutengeneza hiyo portfolio yako, lakini ukakosa bond hiyo. Tuseme unataka bond ambayo inalipa coupon, tuseme bond miaka 25 inalipa coupon
March au Mei, kipindi cha katikati hapo, tutaona tu kwamba bondi hizo zinazolipa March mpaka Mei hazijatoka kwa muda mrefu kwenye primary market, lakini unaweza sasa ukaipata kwenye secondary market. Hii ndio uzuri wa kuwa na a liquid secondary market, na inawezesha mtu kutengeneza ile customized portfolio ambayo unahitaji, kwa sababu kwa kipindi chochote kutakuwa na muuzaji ambaye anataka kuuza bondi hiyo na kutakuwa na mnunuzi anayetaka kununua bondi hiyo. Ndio maana efforts zitafanyika kutengeneza liquid secondary market, ambayo hii pia inachangia kwenye utulivu sokoni. Na sasa nitakuja kwenye swala la pili, kwenye effect ya opening up na jinsi gani inaweza kuathiri utulivu sokoni. Ndio maana tutaona kwanza na tutakubaliana wote kwamba soko la upili limekuwa kwa kiasi kikubwa, ambayo ndio risk ambayo ipo kwa sasa hivi, kwamba tunapo open up tumeona nchi mbalimbali zikipata changamoto kwamba labda taarifa fulani ikatoka na wengi wakataka kutoka kwa muda mrefu, wale wawekezaji wa nje wanataka wa exit their positions at the same time, na kulingana na ile liquidity au uwepo wa wanunuzi kwa kipindi hicho, unaweza ukaona zile yields either zinapanda sana kipindi ambacho wale wanapotaka kutoka, na hii inatokana na soko kama linakuwa halijakuwa kwa kiasi kinachotakiwa. Lakini kwa upande wetu tutanote kwanza wanaohitaji dhamana za serikali ni wengi, na hata ukiangalia taarifa zile za minada tunazozitoa, matokeo ya minada yetu, utaona tendered amounts huwa ni kubwa sana kwenye tenures nyingi, lakini pia ile offered amount ambayo tunaitoa bado haitoshelezi. Tukiangalia hata soko la awali, kwa upande wa kabla hata kufungua hili soko, bado ile offered amount ni ndogo na ushindani unakuwa mkubwa sana kwenye soko la awali. Lakini sasa tunavyokuja kuopen up, manake ni nini? Manake kutakuwa na wanunuzi wengi wanaotaka kununua, lakini hata watakapotaka kutoka, manake kutakuwa na wale wanunuzi ambao bado wanataka kununua, iwe wa ndani au wa nje. Kwa hiyo tunaona tumefika kwenye kiwango cha ukuaji wa soko letu ambapo tunatukamudu mitikisiko kama hiyo. Lakini pia ukiangalia kwenye upande wa fedha, soko la fedha za kigeni, tutaona soko hili limeendelea kuwa na ukwasi mkubwa sana kwa vipindi vya karibuni, ikionyesha pia ukuaji wa shughuli za kiuchumi ambao unachangia pia sasa kuweka utulivu kwenye viwango vya kubadilisha hizi fedha za kigeni. Kwa hiyo utulivu huu pia umeonyesha utayari wa soko kuweza kuelekea kwenye kufungua na kuwakaribisha wale wawekezaji wa nje kuweza kushiriki katika maana hizi. Asante Jacqueline, asante Pierre kwa swali lako. I hope nimecover all ambazo zimeulizwa. Asante. Yes, Dennis, asante. Kuna swali kutoka kwa Mr. Paul anauliza atujuze yield curve tunaionaje kwenye website ya BOT. Ni kwenye chat section hapo nimeweza kutuma linki ya ambayo inakupeleka moja kwa moja kabisa kwenye yield curve na price yenyewe. Lakini pia swali linalofuata naona ili nikuelekeze moja kwa moja Mr. Dennis, unasema formula ya kucalculate average yield to maturity. Yes, back to you Mr. Dennis. Asante sana. Kama kwenye ile presentation tulikuwa tunakwenda, nilieleza tutatumia tu ile coupon yield ambayo pia watu tunaipublish kwenye matokeo, na hizi coupon yield na yield to maturity zitafuatiana kwa kiwango kikubwa, lakini yield to maturity is a much more technical computation ambapo unachukua zile expected cash flow, zile riba utakazopokea mpaka kuiva kwa bondi hiyo, na mwisho wa siku kuchukua na kile kiasi kitakachopokelewa siku ya kuiva kwa bondi hiyo, maana ule urejeshewa kile kiasi cha face value. Sasa hivyo viasi vya cash flows unavi discount kwa coupon rate hiyo up to
to the present value. Kwa hiyo kuna formula ambayo zipo, ukisearch tu hata mtandaoni unaziona. Unaweza ukatumia hizo formula, lakini pia kuna financial calculators, you can use that, lakini naona kama it's a very technical formula kuanza discuss hapa. Labda Jacqueline umruhusu tuchukue apate details zetu na tunaweza tukadiscuss naye nje ya kikao kulipo kuanza kudiscuss a very technical formula kwenye hichi kikao. Asante Jacqueline. Tutamtumia Boss Dennis. Pia kuna mteja mwingine au mwekezaji anauliza what impact does introducing the yield curve bear on the equity market au stock prices? Back to you Mr. Dennis, lakini na mimi pia naweza nikaongezea hapo. Yeah, so kama nilivyosema awali, yield curve matumizi mojawapo ni kufanya sasa financial modeling na even calculate present value ya project yoyote ambayo inataka kuwa venture, na hii ina include mpaka kwenye upande wa government wa share prices, kwamba kama kuna kampuni unataka uwekeze, unaweza uka discount zile expected cash flows in terms of mpaka estimate expected cash flow in terms of dividend na growth ya kampuni hiyo, na ukatumia hizo models mbalimbali. Kuna hizi dividend growth models, very technical models, lakini just briefly kuna models ambazo zinatumika kuweza kuvalue kampuni. Sasa hizi valuation models zinapata reference sahihi ya kutumia in terms of zile discounting rates kwenye model hizo, na hivyo unaweza soka price correctly share prices, lakini pia si only share prices, hata miradi mingine, na kufikia mpaka kupata valuation na ukacompare sasa kwa valuation hii, is this investment worthwhile or not. Hivyo ndivyo yield curve zinavyotumika kwenye nchi mbalimbali, na hata sasa tulivyointroduce nchini kwetu ndivyo tunavyotarajia iweze kutumika kufanya maamuzi ya miradi mbalimbali na uwekezaji hata kwenye shares. Asante. Thank you Mr. Dennis, lakini tu kama huyu ni mtu wa equity research, tukiwa tunafanya zile mambo ya discounting cash flow models kwa ajili ya kutafuta value ya makampuni ambayo yako listed, normally tunatumia cost of equity kama discounting factor. Sasa ili kupata cost of equity, the computations nahitaji kupata approximately benchmark ya kwenye treasury bond securities. So you might use the fair yield as part of the benchmarking while computing the cost of equity for that particular company. Yes. Na kuna mwekezaji mwingine hapa anasema kuhusiana na baada ya webinar nitatuma hiyo linki ya ambayo itakudirect moja kwa moja to the yield curve. Just to wind up, tumekuwa na broader discussion, lakini kikubwa ambacho tunaweza tukakicarry on from today au takeaways au execution steps ni kichatuma linki uweze kuifungua hiyo linki ambayo inakupeleka kwa government bond pricer na hiyo yield curve uweze kuanza kuifanyia matumizi, na punde ambako utakuwa umekwama usisite kuwapigia Somo Stock Brokers. Tutakuwa karibu na wewe kuendelea kukuelekeza na kufanya uelewe namna ya kuitumia kabla hujaamua kuingia kwenye mnada wa secondary market, kununua bond kwenye secondary market. Lakini pia ukiondoka hapa basi utake action ya kufungua BOT CDS account kupitia Somo Stock Brokers, na kingine kikubwa ni kuweza kutrack BOT auction calendar. Tunajua auction hii inakava mpaka Septemba hiyo kota yote, kwa hiyo unabidi ujue ili uweze kujua mnada unaofuata na uweze kujiandaa na mnada na all cost implications. Unaweza ukapiga simu na ukaelekezwa fees ikoje kama unataka kununua mnada
kununua bond labda ya milioni 10, je, utabidi ulipe kiasi gani based on the prevailing price or yields in the market. Tumeshajifunza ajenda ya competitive na non-competitive, kwa hiyo utaamua kama ni retiree utasema mimi naingia kwenye non-competitive, au kama ni bado sisi tuko tayari kulose minada tuingie kwenye auction. Lakini pia kuna wataalam, kwa hiyo tusisite, tusiogope kuingia kwenye competitive market, kwa sababu kuna ile tunasema una forecast based on the prevailing au trending auction ambazo zimepita. Na issue ya kureinvest coupons naona hii hatujaiongelea. So lazima ukipewa coupon ukaifanyia matumizi sehemu nyingine ya ambayo ni tunasema ni normal expenditures. Unaweza ukaifanyia reinvestment, ukanunua equity au ukarudisha kwenye coupon yenyewe depending on the thamani ya coupon ambayo unaipokea. Again, kwa mtu ambaye labda ana 25 years au kijana anaogopa kununua 25 years, tumeshapewa elimu kwamba unaweza ukaiuza kabla ya kufikia 25 years kupitia secondary market, na yield curve tayari ipo, kwa unakuwa unajua the range ya fair yield ambayo unaweza kuparticipate. Na kingine, kama tayari wewe ni una existing portfolio ya bondi, ikipita hata miezi 12 usisite kufanya review na investor advisor wako kama kuna issue za adjustment. Maybe huenda ulivyonunua wewe yield zilikuwa chini, sasa hivi ziko juu, kwa unaweza ukauza ukanunua ambazo ziko zina yield nzuri zaidi, au kwa kipindi hiko kunaweza prices za bondi zikawa juu, basi ukiuza unaweza kupata capital gain kwenye bondi. Kwa hivi vitu vyote ni vitu vya kuwe kama mwekezaji kuvijua, kuwa na kalenda, kuweza kujua namna ya kusoma matukio ya minada. Yote hiyo tunatoaga elimu kwenye magroup. Labda ni back to you Mr. Dennis, kama kuna kitu chochote ambacho unataka wind up. Kwa upande wangu nimefurahi webinar leo, imekuwa very informative na imecover bond fixed income market ya Tanzania kwa namna moja ama nyingine, japo hatujaongelea mambo ya corporate bonds, green bonds na municipal bonds, lakini kwenye treasury bonds naamini madini yamepatikana vizuri kabisa. Karibu Mr. Dennis. Asante sana Jacqueline, summarization hii nzuri. Na mimi nimefurahi kwa kweli kwa TANAP na initiative ya Solomon na Brokerage kuweza kumobilize investors na kuweza kutoa uelewa kwenye Tanzania sovereign yield curve, lakini pia tumeweza kugusia kwenye dhamana za serikali kwa ujumla. Kwa hiyo lakini although I'm very sure inawezekana kuna baadhi ya vitu havijagusiwa hapa, lakini elimu ni endelevu, na kama Jacqueline alivyosema, tuendelee kuengage, tuendelee kufanya discussion, tuendelee kuelewa, tuendelee kushiriki katika soko, na mwisho wa siku this is our market keeps on developing, na tuendelee kukua. Kwa hiyo niwashukuru tu for the attention na maswali yaliyoletwa. Let's keep on building our fixed income securities markets. Asante sana. Asante Mr. Dennis, nikutakie jioni njema na niwatakie wawekezaji wote wa Solomon Stock Brokers na wawekezaji wote wa Tanzania Capital Market weekend njema. Tukutane webinar inayofuata. Hope it's very soon. We will share the post. Thank you so much. Asante. Asante.